Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa majina naitwa Apostle Jane Peter wa kanisa la God's Ministry International Church. Niko pale Kariobangi South Riverbank. Hapo ndipo tunapomhudumia Bwana. Siku ya leo ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya neno lake ambalo kichwa chake kinanena kuhusu kibali ama kukubalika. Nimekuja hapa na neno la Bwana ninena kibali kwa sababu maisha tunayoishi inahitajika kuwa na kibali, ama tunahitaji kuwa na kibali, kukubalika. Maana ni wakati mgumu na wakati mzito, na tunahitaji neema kubwa ya Mungu. Maana wakati una kibali ama wakati unahisi kwamba umekubalika, unaweza ukapenya na unaweza ukapasua popote na mahali popote. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja na neno la kwamba tuombe Mungu atupe na kibali katika hali ya maisha tuliyo nayo. Kwa hivyo ningetaka tushie neno la Bwana kwenye kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther 5 mstari wake ni wa kwanza, na nitasoma kama vile Bwana atakavyoniwezesha. Na neno la Bwana linasema, ikawa siku ya tatu Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa uwanda wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. 2 nasema, ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia akaguza ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia, Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani uliyo nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Bwana apewe sifa. Huyu ni dada ni Malkia Esther. Na tukirudi nyuma tunaona Esther alikuwa mtoto yatima, ama wazazi wake walikuwa wameshafariki. Kwa hivyo huyu dada alikuwa analelewa na mjomba wake. Kwa hivyo alikuwa dada ambaye alikuwa katika hali ya yatima. Na maisha yale alipokuwa anaishi nao, kama vile tunavyojua, mtoto akiwa mtoto yatima wakati mwingine anaonekananga ni kana kwamba hana kibali. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu hata kama wewe ni nani ama unaishi maisha gani, kama kibali cha Mungu kiko juu ya maisha yako, unaweza ukapenya na unaweza ukapasua popote pale. Kwa hivyo neno linasema ya kwamba huyu Esther alitaka aombe jambo kwa mfalme, kwa sababu kuna mambo yalikuwa yametokea, kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hamani, alitaka aangamize Wayahudi. Na Esther alikuwa Myahudi. Bwana asifiwe. Esther alikuwa Myahudi, na imetokea jambo kwamba Wayahudi watauawa. Maana wakati ule Wayahudi walikuwa wanaishi nchi ya ugeni, na walikuwa wanaonewa mahali pale sana, kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hamani, na alikuwa anawaonea sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa Wayahudi hawakuweza kuinamia miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa katika ile nchi ya kigeni. Walimjua Mungu wao, walimuinamia Mungu wao. Kwa hivyo hakuwa anapendezwa na lile jambo, haswa sana kwa sababu ya Mordekai ambaye alikuwa ni mjomba wake na Esther. Kwa hivyo wakati wote yule Hamani alikuwa anapita kwenye lango, maana Hamani alikuwa mkubwa ama alikuwa na cheo katika ule ufalme, wengine wakimuinamia, huyu Mordekai hakuwa anamuinamia. Na hapo ndipo kulikuwa na chanzo cha kuwamaliza Wayahudi. Na ukumbuke sasa Esther ameshakuwa malkia katika nyumba ya mfalme. Kwa hivyo wakati Hamani aliamua atawamaliza ama atawaangamiza Wayahudi, Esther alikuwa mmoja wao. Kwa hivyo wakati ile habari ilifika na Esther akaisikia, haleluya, alienda kwa mfalme, aliwaambia watu, sasa nyinyi fungeni kula na kunywa, na mimi nitajiunga pamoja na nyinyi katika hali ya kufunga kula na kunywa, ili niweze kuenda kuomba jambo kwa mfalme. Na hivyo ndivyo walivyofanya.
waliweza kwenda kufunga siku 3 kula na kunywa, na Esther pia naye akaomba siku hizo 3, na siku ya 3 Biblia inasema ya kwamba alitokea kwa mfalme, na hapo ndipo tunaona kwamba Esther akavaa vazi lake la kimalikia. Haleluya! Akavaa vazi lake la kimalikia ili aende akampate mfalme, ama akaingie kwa mfalme. Na unajua Biblia inasema ule wakati Esther alikuwa anaenda kuingia kwa mfalme haukuwa umekubalika, maana kuna zile siku walikuwa wanapewa kwenda kumuona mfalme. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba sasa Esther alifanya kinyume na sheria ambayo ilikuwa imewekwa mahali pale. Kwa hivyo alienda kabla ya muda wake wa kuingia kwa mfalme. Haleluya! Na Biblia inasema ya kwamba alipokuwa anaenda mahali pale aliwaambia, ninaenda, wakiona waniue, mfalme akiona aniue na aniue, na akiona niishi nitaishi. Kwa hivyo alikuwa ameamua ndani yake. Lakini kuna jambo moja huwa linanifurahisha, ya kwamba huyu dada anaitwa Esther alikuwa na favor, alikuwa na kibali. Haleluya! Haijalishi maisha yenye unaishi ni maisha ya namna gani, haijalishi unakaa wapi, haijalishi umetoka ukoo gani, haijalishi umetoka kwenye familia inakaa namna gani, kibali cha Bwana kikiwa juu yako, unaweza ukapasua popote, unaweza ukaingia mahali popote. Ni kwa sababu gani? Kibali cha Mungu kiko juu ya maisha yako. Haleluya! Na ndiposa siku ya leo nimekuja na neno hili ya kwamba tuombe favor. Nikuombee favor, niombe Mungu kwa sababu ya maisha yako, kwamba Mungu akupatie kibali katika maisha yako. Haleluya! Kibali hakionekanagi kwa sababu una pesa, kibali hakikujangi kwa sababu una masomo, kibali hakikujangi kwa sababu umegraduate, kibali hakikujangi kwa sababu umetoka kwenye familia tajiri. Kibali kinatokaga kwa Mungu. Na hiyo ndio siku ya leo ninataka kunena, ili kana kwamba kama hauna ile kibali, siku ya leo tukaombe Mungu akakupatie kile kibali kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Na niwaambie wapendwa, kibali ni kitu cha maana sana. Kibali kwa mwanadamu yeyote yule huwa anahitaji kibali, awe mkubwa awe mdogo. Haleluya! Awe ana pesa ama hana pesa, kibali ni kitu cha maana. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi wana pesa, ni matajiri, lakini hawana kibali. Haleluya! Kuna watu wengi sana ni warembo vizuri sana, lakini hawana kibali. Kuna watu wengine yani wametoka familia ambazo zinatajika, lakini hawana kibali. Haleluya! Tumwangalie huyu dada anaitwa Esteri. Biblia inasema alikuwa yatima, alikuwa amefiwa na wazazi wake. Kwa hivyo alikuwa analelewa na mtu mwingine tofauti na wazazi wake, lakini kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Esteri. Na ndiposa tunaona wakati mfalme alitumana kwamba anataka atafutiwe wasichana watakaoletwa mbele yake, watakaopambwa. Haleluya! Mwenye alitumwa alienda akitafuta wasichana. Na unajua nini? Mimi wakati mwingine uangalia, ninaona mwenye alitumwa huenda alikuwa anatafuta wale wasichana wamejitengeneza, wale wasichana wametoka kwenye familia tajika, wale wasichana wamesoma, wale wasichana ambao familia zao zinajulikana. Haleluya! Lakini kuna mtu mmoja ama kuna msichana mmoja anaitwa Esteri, na alikuwa na kibali. Na walipo anko yake ama mjomba wake alipoambiwa tunatafuta wasichana, akamchukua na msichana wake akampeana yule Esther. Ninaona kibali cha Mungu kikiwa juu yake. Haleluya! Ninaona kibali cha Mungu kikiwa juu yake. Ujue kwanza huyu ni msichana yatima, hakuwa na vitu za kujibondoa, hakuwa na mavazi mazuri ya kuvaa ndiposa aonekane ni mzuri, anaweza simama mbele ya mfalme, lakini favor ya Mungu ilikuwa juu yake. Nataka nikwambie kibali cha Mungu kikiwa juu ya maisha yako, nataka nikwambie kibali cha Mungu kikikaa juu yako, utaingia mahali popote, utasimama mahali popote. Dada yangu na ndugu yangu, nahitaji kibali. Popote ulipo unahitaji kibali cha Mungu. Hauhitaji kung'ang'ana, unahitaji kibali tu. Unahitaji kibali cha Bwana kiwe juu ya maisha yako. Haleluya! Hauhitaji kutafuta pesa uhongane ndiposa upate kazi. Hauhitaji kufanya jambo lolote lile ili uweze kupata cheo chenye unataka. Unahitaji kibali cha Bwana. Unahitaji kukubalika tu. Umwambie Bwana, ninaomba kibali. Ukiwa na kibali cha Bwana utatembea mahali popote, utaingia ofisi yoyote, utaomba lolote na
utakubalika. Ni kwa sababu gani? Kibali cha Mungu kiko juu ya maisha yako. Haleluya. Tukisoma neno la Bwana tunaona mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu, Biblia inasema ndugu zake walimuonea, walitaka wamuue. Tena walipokuwa na plani za kumuua, wakamchukua tena wakamuuza kwa Waishmaeli waliokuwa wanaenda Misri, wakamuuza. Kwa sababu gani? Huyu mtu anaitwa Yusufu alikuwa na kibali. Mungu alikuwa anamtumia kwa maono na ndoto, alikuwa anamuonyesha kesho yake venye itakuwa. Haleluya. Ukiwa na kibali, Mungu anakuambia hata kesho yako itakuwa nzuri. Haleluya. Unahisi kwamba wewe vile ulivyo, kuna mambo inafanyika katika maisha yako. Haleluya. Neno linasema walimshika wakamuuza mpaka Misri. Hiyo mambo tunaijua sana. Wakamuuza Misri, wakamuuza ili akakuwe mtumwa mahali pale, ili yale mambo amekuwa akiwaambia, ninaota hivi, ninafanya hivi, ili iweze kuondoka. Na ndiposa tukisoma neno la Bwana tunaona walipomuona akija kuangalia kule nyikani wakilisha mifugo, walisema kwa umbali, mtu wa ndoto, bwana wa ndoto amekuja. Sasa leo tutamuua, tuone ndoto zake zitakuwaje. Haleluya. Lakini kwa sababu alikuwa na kibali, hangekufa. Nataka nikwambie jambo moja, ukiwa na kibali cha Bwana hauwezi ukakufa. Neema ya Bwana ikiwa juu ya maisha yako, utapenya popote, utajaribiwa na njia zote, lakini kwa sababu kibali cha Mungu kiko juu ya maisha yako, hata watatafuta kukuua. Kama vile Hamani alijaribu kutafuta Wayahudi awaue, lakini alishindwa. Kwa sababu gani? Kati ya wale Wayahudi kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Esther. Kwa hivyo hawangeweza kumuua. Kwa sababu gani? Esther alikuwa na kibali. Ninakuambia siku ya leo, na ninaomba Mungu kwamba kibali cha Bwana kiwe juu ya maisha yako. Haijalishi ni mambo gani unapitia, haijalishi ni mambo gani uko ndani yake. Haleluya. Kama leo una kibali, mwambie Bwana, ninahitaji kibali. Mwambie Bwana, ninaomba kibali. Haleluya. Mimi upenda kuambia mtu, wewe omba kibali. Ukiomba kibali kwa Bwana, hakuna mahali huwezi ukasimama. Mtu wa kibali hapoteangi. Mtu aliye na kibali anaweza akasimama mahali popote, maana ako na kibali cha Bwana. Na kuombea kwa jina la Yesu, mahali uliko, Mungu akupatie kibali. Mahali uliko, kazi unaofanya, maisha ulio nayo, Bwana akupatie kibali kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ninapoongea juu ya kibali, ukiangalia sana wale watu ambao wako na kibali, haleluya, kuna watu wanawapiga vita. Unapigwa vita kwa sababu una kibali. Haleluya. Na watu wengi ambao huendea watu mpaka kwa waganga, jambo la kwanza usema waondolewe kibali. Huyu mtu ana kibali, na kibali ni kama nyota. Haleluya. Wanataka uondolewe, nyota yako izimwe. Haleluya. Lakini kuna jambo moja wali linanifurahisha. Mtu aliye na hiyo nyota ama hiyo kibali, hakuna wakati anaweza akaangamia. Na ndiposa tunaona huyu dada anaitwa Esther alikuwa na nyota. Maana yake hata tukisoma neno tunaona hili jina Esther linamaanisha nyota. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa na nyota, na nyota haifichiki. Mtu aliye na kibali hafichiki. Mtu aliye na kibali cha Bwana, hata akiwekwa kwa shimo, hata akiwekwa nyuma, hata akiwekwa wapi, nyota yake lazima itang'aa. Hiyo nyota ndiyo kibali. Haleluya. Ninakuambia kwa jina la Yesu Kristo, popote ulipo, Mungu afunue nyota yako, kibali chako kionekane katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba usishindwe bali ushinde. Neno linasema huyu Esther akavaa nguo za kimalikia, akaenda mbele ya mfalme. Haleluya. Ninafurahia Bwana, maana Biblia inasema alifanya kinyume cha sheria. Alifanya kinyume cha yale mambo yalikuwa yameamuliwa. Yeye akaenda mbele, akaenda kuomba mfalme. Na Biblia inasema na mfalme alipomuona, akamuona kwenye ua lake ama kwenye fensi yake ya nyumba, akaona ni Esther, akamnyoshea fimbo ya dhahabu. Kunyoshewa fimbo ya dhahabu ni kumaanisha umekubalika. Kunyoshewa fimbo ya dhahabu
ni kuonyesha umekubalika. Katika ile hali umekubalika. Haleluya. Akamnyoshia fimbo ya dhahabu, na ilikuwa kawaida ukinyoshewa fimbo ya dhahabu unaishika pale kwenye ncha yake. Esteri akashika ile fimbo, na mfalme akamuuliza, Esteri, unataka nini? Una jambo gani? Ni haja gani ulionayo? Niambie, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Haleluya. Esteri akawa na kibali. Biblia inasema na Esteri akapata kibali mbele ya macho ya mfalme. Ninakuombea kwa jina la Yesu upate kibali popote unapoenda. Uwe na kibali popote uliko, uwe na kibali. Mungu aondoe roho ya kudharauliwa. Mungu aondoe roho ya kuchukiwa bure. Kuna watu wanachukiwangwa bure. Mtu anakutusi bure. Watu wanakukataa bure. Unaweza kuwa hata nimepata kesi nyingi za watu. Unakuta mtu anakwambia, mimi hata nikiambia mahali watu huwa wananichukia for nothing. Hiyo inaitwa kukosa kibali. Mimi nikiweka kazi mahali watu wananipiga vita. Hiyo ni kukosa kibali. Haleluya. Wengine ni mtu unakuta ameolewa lakini hana kibali kwa ndoa. Wengine hata ni kwenye huduma, hana kibali kwa huduma. Haleluya. Siku ya leo ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu akasababishe uwe na kibali, ukubalike. Haleluya. Wengine kibali huwa inapotea kwa sababu kuna watu wanachezea nyota zao. Huenda kuna mtu anachezea nyota yako, na hiyo nyota ndiyo kibali. Unakuta wewe mahali popote unapoenda, badala ukuwe na amani, unakuwa na hali ya hofu. Yaani huna amani kabisa. Popote uendapo, hakuna wakati unapata amani. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kama kuna mtu alichukua kibali chako, kama kuna mtu amechezea nyota yako, siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, ikaachiliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tukirudi kwa Yusufu, tunaona ndugu zake walitaka wammalize. Japokuwa ni Ruben alisimama kwenye pengo, akasema hatufai kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Hatufai kuua ndugu yetu, huyu ni damu yetu. Haleluya. Akawaambia ndugu zake, na badala ya kumuua, tumuuze kwa hawa Ishmaeli. Hawa wanaenda biashara kule Misri. Wakamchukua na wakamuuza. Haleluya. Wakafikiria wamemaliza maono yake, wakafikiria wamemaliza nyota yake, wakafikiria wamemaliza ndoto zake. Lakini kumbe the more walikuwa wanamchukia, the more walikuwa wanamsukuma, walikuwa wanamsongesha kwenye baraka zake, walikuwa wanamsongesha kwenye destiny yake. Nataka nikwambie mpendwa, haleluya, siku ya leo ninaomba Mungu aweze kukuonekania. Ninaomba Mungu aweze kukutetea. Maana tukiangalia historia ya Esther, tukiangalia historia ya Mordekai, ya Yusufu, haikuisha hivyo. Esther, Hamani anataka awamalize, naye Mungu amesababisha Esther aende kabla ya wakati ulioamuliwa, na akaweza kuzima mipango yote ilikuwa imepangwa na Hamani. Haleluya. Akazima mipango yote ilikuwa imepangwa ya kuangamiza Wayahudi. Haleluya. Wacha nikwambie mpendwa, hakuna jambo gumu mbele za Mungu, na yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu wetu inawezekana. Ninataka nikunenea wewe mahali huko, nikwambie Mungu anaweza akapangua mipango yote imepangwa kinyume na kibali chako. Mipango yote imepangwa kinyume na maisha yako. Mipango yote imepangwa kinyume na kazi yako. Mipango yote imepangwa kinyume na familia. Mipango yote imepangwa kinyume na ndoa yako. Mungu anaweza akaipangua. Mungu anaweza akakusimamisha tena. Haleluya. Alibadilisha mipango yote ya Hamani. Alibadilisha mambo yote ilikuwa imepangwa na Hamani, na badala yake mambo yote yalikuwa yamepangia Wayahudi. Yote ilimgeukia yeye. Ilimgeukia yeye pamoja na nyumba
nyumba yake, ilimgeukia yeye pamoja na familia yake. Wacha nikwambie, Biblia inasema hivi, hakuna silaha ambayo imeandaliwa kwa sababu ya watu wa Mungu itakaofaulu kwa kazi yake. Nataka nikwambie, jambo lolote umetengewa, mipango yote imepangwa kinyume na wewe, Mungu anaenda kuipangua kwa jina la Yesu. Mungu vile alivyopangua mipango iliyokuwa imepangwa na Hamani, hivyo ndivyo Mungu anaweza pangua mipango ambayo maadui zako wamekupangia. Wale wanacheza na favor yako, wale wanacheza na nyota yako, Mungu anaweza akaipangua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Ninataka nikunenee, nikwambie, wakati Esther ametokea mbele ya mfalme alipata kibali. Haleluya. Unajua kuna watu wanachezanga na maisha yako na hajui uko na favor. Kuna watu wanajaribu wakuweke kwa shimo na hajui uko na favor. Kuna watu wanajaribu wakupeleke kwa wachawi na waganga na hawajui uko na favor ya Bwana. Haleluya. Kuna dada moja nilikuwa ninaomba na yeye, na nikawa nampatia neno la imani. Nikamwambia ya kwamba usijali, provided neema ya Bwana iko juu yako na kibali cha Bwana kimekukalia. Haleluya. Haijalishi wanaenda wapi. Na tulipokuwa tunaomba, nikamwambia huko wameenda, hiyo mipango amekupangia, Mungu ataipangua na Mungu atafika mbele. Wacha nikwambie jambo moja lililofanyika kwa yule dada. Mwenye walienda wakamwendea kwa mganga, alikuwa tu ni mtu wa familia yake. Walipoingia kwa mganga na wakakalia kiti, mganga aliwauliza, nini mnauliza huyu msichana? Huyu msichana wachaneni na yeye. Huyu msichana anaombanga Mungu wake. Kwa nini mmekuja huku kwa sababu yake? Akawaambia, tokeni nenda. Na walipoenda, walimtafuta yule dada. Wakamwambia, tumeamini unaomba Mungu. Tumeamini Mungu wako ni Mungu mkuu. Kwa sababu gani? Tulikuwa tumekuendea kwa mganga, lakini mganga ametufukuza. Kwa sababu gani? Yule dada alikuwa na favor ya Mungu. Kibali cha Mungu kilikuwa juu ya maisha yake. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Nataka nikwambie, kibali cha Mungu kikiwa juu yako, mipango yote imepangwa kinyume na wewe haitafaulu kwa jina la Yesu. Mungu atakutetea na Mungu atakupigania. Wale watu hawakuwa na jambo lingine ili kugeuka na kumfuata Mungu wa huyu dada, wakaja na wakaokoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, kibali cha Mungu kikiwa juu yako, hata wakupeleke wapi haitawezekana. Hata wakusengenye, hata wakuendee kichini kazini, Mungu wa mbinguni atakutetea. Atakutetea ni kwa sababu kibali cha Mungu kiko juu yako. Haleluya. Mwingine akaja akaniambia, ndugu yake alienda akauliza kama anatumianga nini, kwa sababu anaonekana wameenda kwa mganga, wameuliza, wakaambiwa wachaneni na huyu wako na Mungu, ni favor ya Mungu na Mungu wake. Wacha nikwambie, Biblia inasema hata ukitandikiwa kitanda kwa shetani, kama kibali cha Mungu kiko juu yako, haleluya, Mungu atakupigania, Mungu atakutetea. Hata ukitandikiwa kitanda kwa shetani na favor ya Mungu iko juu yako, kibali cha Bwana kinatawala juu yako, Mungu atazidi kukutetea, Mungu atazidi kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ndiposa tunaona Esther amepata kibali mbele ya mfalme. Esther amekubalika mbele ya mfalme, mpaka amemwambia, amemwahidi mambo hata yenye Esther hakuwa anahitaji. Esther alikuwa anaenda kuomba familia yake na jamaa yake wasiuawe, lakini amepewa zaidi ya mauti. Haleluya. Ukiwa na kibali juu ya maisha yako, Mungu atazidisha hata chenye hujaomba. Utazidishiwa neema kubwa. Haleluya. Utapelekwa hata ile level hukufikiria utaenda. Utainuliwa level nyingine kwa sababu ya kibali. Hauhitaji pesa, hauhitaji utajiri, hauhitaji mambo ambayo watu wanatafuta usiku na mchana. Wewe unahitaji kibali peke yake. Kibali cha Mungu kitakukutanisha na watu usiowajua. Kibali cha Mungu kitakuinua level usiokuwa unaitarajia.
Kibali cha Mungu, haleluya. Unajua kibali cha Mungu, nimekwambia ni kama nyota inaong'aa, na nyota inaong'aa huwa inatafutwa. Wakati Yesu amezaliwa, Herode anasema ameona nyota, akasema nimeona nyota ya mashariki. Akaita majuzi waende wakafuata ile nyota, kwa sababu alijua kuna mfalme amezaliwa. Haleluya. Ukiwa na nyota popote ulipo, maadui wanatafuta wakumalize, lakini huwezi isha. Mtu aliye na nyota hawezi akaangamia hovyo. Oh my God. Mtu aliye na favor, hata ukipigwa vita na maadui hawezi ukaisha, kwa sababu nyota yako bado itazidi kung'aa. Walienda kumtafuta ili wamuue Yesu, lakini wale wametumwa kwenda kummaliza hawakurudi kwa Herodia, hawakurudi kwa Herode kurudisha habari. Haleluya. Kwa sababu mtu aliye na nyota, huyo anakuaga kwa mpango wa Mungu, huyo anakuaga kwa kusudi la Mungu. Japo kuwa utapitia mapito, japo kuwa utapitia vita, japo kuwa utapigwa, unainukiwa mpaka na familia, unainukiwa na pigwa, unapelekwa kila mahali ili wekwe chini. Lakini kama uko na hiyo nyota, hiyo kibali, my friend, nataka nikwambie, bado mkono wa Mungu utakuwa juu ya maisha yako, bado mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Hautaangamia, hautaisha. Na ndiposa tumeona, nimekutajia watu kadhaa, nikakwambia hata Yusufu wakati ameuzwa Misri, wakafikiria ameenda kuwa mtumwa. Kweli alipowekwa kwa soko, badala achukuliwa na watu wengine hovyo, alienda kuchukuliwa na mfalme. Haleluya. Alienda kuchukuliwa na mfalme, akapelekwa kwa jumba ya kifalme, kwa sababu anointing yake na nyota yake ilikuwa juu. Hakufaa kupelekwa kwa mashamba akalime. Kwa hivyo aliangukia kwa mikono ya mfalme, akachukuliwa akapelekwa kwa nyumba ya Potifari. Haleluya. Japo kuwa mtu mwenye nyota anapitanga mambo magumu, lakini kusema ukweli huwa anatokea mahali palipo salama. Amekaa kwa nyumba ya Potifari, tena wamekuja ameingiliwa na mama. Yani nyota huwa inafuatwa. Mke wake Potifari ameingiwa na roho mbaya, anataka kufuata hii nyota, anataka kuzima hii nyota, lakini wala wake. Mtu aliye na nyota hawezi akaangamizwa hovyo. Mtu aliye na nyota hata akianguka lazima atasimama tena. Mtu aliye na nyota hata akigonjeka lazima atapona, ndio afikie hatima ya moyo wake ama hatima ya maisha yake. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ninashukuru Bwana kwa sababu katika hali yote, historia ya Yusufu unaijua. Ameshikwa, amepelekwa jela, lakini bado nyota inang'aa hata kwenye jela. Amerudishwa tena kwa nyumba ya mfalme. Haleluya. Tunaona mwisho wake alikuwa nani? Tunaona mwisho wake alikuwa msaada hata kwa familia yake, kama vile Esther alifanyika msaada kwa familia ya Wayahudi. Oh my God. Ninafurahia Mungu kwa sababu kibali cha Mungu kikiwa juu ya maisha yako, lazima Mungu atakuwa na wewe. Na nimekwambia kwamba usiombe jambo lingine, omba kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kikiwa juu yako, haleluya, utapenya popote. Na mtu aliye na kibali sio yeye anatafuta nanga, anatafutwa yeye. Kwa sababu gani? Nyota yake inang'aa. Haleluya. Na nimekwambia kibali sio kusoma ugraduate, na sijasema usisome. Haleluya. Kibali cha Bwana ndio kinahitajika. Maana nimekwambia kuna watu wamesoma, kuna watu wako na mambo makubwa, kuna matajiri, kuna watu wanakupitaka na gari barabarani, lakini hawana favor. Omba favor siku ya leo. Omba kibali siku ya leo. Haleluya. Omba kibali cha Bwana kiwe juu ya maisha yako. Kuna kitu kimoja mimi huwa ninajua, kwamba nikiwa na kibali hakuna mahali siwezi nikapenya. Nikiwa na kibali hakuna mahali siwezi nikapita, kwa sababu kibali cha Bwana kikiwa juu yangu kinaniongoza. Haleluya. Na nimekwambia kibali ni nyota. Mtu aliye na nyota sio yeye anatafuta nanga, anatafutwa yeye. Haleluya. Kwa hivyo nimekwambia kwamba Esther akapata kibali. Esther akapata kibali. Esther akapata kibali. Akapewa zaidi ya vile alivyokuwa anaomba. Naomba kwa jina la Yesu, Mungu akuzidishie. Upewe zaidi ya kile umeomba. Utimiziwe zaidi ya vile unahitaji. Mungu afungue milango na njia zako. Mungu akubariki.
na Mungu akutetee kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kibali cha Bwana kikiwa juu yako, nataka nikwambie utaenda mbali. Haleluya. Utapita milango iliyofungwa, milango iliyofungwa kwa chuma, milango ambayo imefungwa na mawe utapasua. Ni kwa sababu kibali cha Mungu kiko juu ya maisha yako. Haleluya. Kibali cha Mungu hakihitajiki utetewe na mwanadamu. Kibali cha Mungu kinahitaji kikutetee hicho chenyewe. Bwana asifiwe. Na nimekwambia kibali ni nyota, na naomba nyota yako na ing'ae, na kama ilikuwa imefunikwa ifunguliwe kwa jina la Yesu. Yeyote amefunga nyota yako, yeyote amefunikia nyota yako isionekane, ianze sasa kung'aa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yeyote aliyechukua nyota yako aitumie, yeyote alichukua nyota yako afanye kazi nayo, yeyote alichukua nyota yako afanye biashara nayo, kuanzia leo kwa jina la Yesu aiachilie by fire in the mighty name of Jesus. Yeyote alichukua nyota yako ili usiolewe, kuanzia leo aachane na nyota yako, ili upate marriage, ili uingie kwa nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yeyote alichukua nyota yako ili usipate kazi, unabeba tu makaratasi yako ya shule, haupati kazi, yeyote ameshikilia nyota yako ya kazi aiachilie leo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yeyote ameshikilia mali zako ili usiweze kufaulu, usiweze kupenya. Wewe ni mtu unakutana na watu wanaweza kukusaidia, lakini hakuna wakati unajisaidia. Oh my God. Unaonekana ni kana kwamba unatumika bure. Mwingine anasaidika, wewe unabaki. Umekuwa kama daraja. Na kuombea kibali cha Bwana, usikuwe daraja kwa jina la Yesu. Usikuwe daraja, bali wewe uwe mmoja wa wabarikiwa. In the mighty name of Jesus. Ninaomba neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Ninaomba Bwana akutetee, akupiganie vile alivyomtetea Esteri. Neno linasema ya kwamba Esther akapata kibali, akapewa zaidi ya yale alikuwa anaomba. Haleluya. Haleluya. Akapewa zaidi ya yale alikuwa anaomba katika jina la Yesu. Mfalme akamuuliza, Esther, niambie unataka nini? Haja ya moyo wako niambie, nawe utatimiziwa. Akaongeza hata nusu ya ufalme. Haleluya. Pengine wewe unaomba mambo madogo, sasa unahitajika uombe kibali, uombe favor. Ukiomba favor utapewa zaidi mpaka ushangae. Haleluya. Utapewa zaidi mpaka wewe mwenyewe ushangae. Kwa sababu gani? Mungu atakuzidishia mpaka yale hukuwa umeyaomba. Mungu atakufikisha hata mahali ulikuwa hujui. Esther alifikiria yeye tu ni mtu wa kawaida, lakini kumbe alikuwa na favor. Wapendwa, kuambiwa na mfalme omba nusu ya ufalme sio kitu rahisi. Ukumbuke kulikuwa na Vashti. Na Vashti hakuwa iambiwa hivyo kwa sababu hakuwa na kibali. Na ndiposa unaona kama kuna mtu amekalia kibali chako, kuna mtu ataondoka ndio wewe ukalie hiyo kiti, ndio wewe usonge mbele na baraka zako, ndio uweze kufika kwa destiny yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Siku ya leo, yeyote amekamata nyota yako, amekamata kibali chako, lazima ataachilia. Lazima ataacha kibali chako ili ufike mahali Mungu amepanga ufike katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe sio mtu wa kawaida. Kama una kibali, wewe sio mtu wa kawaida. Kama una kibali, wewe sio mtu wa kucheleweshwa. Kama una kibali, wewe ni mtu wa kufika mahali Mungu anataka ufike mapema. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo, kama unajihisi kana kwamba hauna kibali, wewe ndiwe ninayekunenea siku ya leo. Na naamini ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu atabadilisha historia yako. Haleluya. Wakati mwingine shetani wanaleta historia, anakuonyesha wewe huwezi, ile familia umetoka hamwezi, kiwango chenye uko hawezi. Anaanza kukuonyesha ulitokea wapi, familia yako, hali yako, anakuonyesha hakuna mtu aliyefaulu. Nataka nikwambie, Esteri alikuwa mtoto yatima, lakini Mungu alimsongesha kuliko vile alivyokuwa anadhania. Mungu alimuinua zaidi ya vile alikuwa anafikiria. Haleluya. Mungu alibadilisha hali yake. Ninajua kuna Mungu.
Na najua ukiamini leo kuna mambo itaenda kubadilika kwa maisha yako. Na ndiposa nimekuambia, popote walipeleka nyota yako, popote yeyote alichukua kibali chako, haijalishi ni nani, lazima leo ataachilia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awainue na Mungu awazidishie neema. Haleluya. Ninataka mahali huko tuombe na uamini pamoja na mimi. Haleluya. Haleluya. Nataka tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Tuombe na mahali huko amini pamoja na mimi. Ninajua kuna jambo linaenda kutendeka katika jina la Yesu. Haleluya. Uamini Mungu. Amini Mungu, maisha yako itabadilika. Amini Mungu, wale wanapigana na wewe, wale wamechukua nyota yako, wamechukua kibali chako, wataiachilia leo. Kama uko tayari sema amina. Tunaomba pamoja katika jina la Yesu. Popote ulipo Baba, katika jina la Yesu ninaombea watazamaji wangu ambao wananitazama leo. Nimeongea kama vile ulivyokuwa umeniwezesha Bwana. Nimenena kuhusu kibali, Jehova Jire. Kuna watu wengine wako pale nje, wengine hawajui waende wapi, hawajui wafanyeje. Wameishi maisha ya mzunguko kwa sababu kibali chao huenda kilichukuliwa na kilichezewa. Lakini siku ya leo katika jina la Yesu, yeyote aliyechukua kibali cha huyo dada, yeyote aliyechukua kibali cha huyo ndugu, siku ya leo lazima aachilie katika jina la Yesu Kristo. Popote waliwekwa, popote alipelekwa, ninamtoa huko katika jina la Yesu Kristo. Natoa kibali chake huko, natoa nyota yake huko katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninaomba aanze kung'aa. My Father, my Redeemer. Wengine walikuwa na kibali cha kazi lakini kikaondolewa. Wengine walikuwa na kibali cha biashara lakini kikaondolewa. Wengine walikuwa na kibali cha ndoa lakini kiliondolewa. Wengine walikuwa na kibali cha kukwenda mbali lakini kiliondolewa. Siku ya leo kwa jina la Yesu, maana umeniita Bwana na umenipaka mafuta, ninawaombea kwa jina la Yesu warudishiwe kibali chao. Oh my God and my Father, huyo mzee, huyo mama, huyo kijana, huyo mtoto, favor yako imrudie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Popote favor imeenda, haijalishi ni kwa waganga ama wachawi, na watoa huko kwa jina la Yesu, na watoa huko kwa jina la Yesu. Baba wakomboe, Baba wakomboe, Baba wakomboe, warudishie kibali, warudishie kibali katika jina la Yesu. Ninaomba na hata kuamini. Amen and amen. Mungu awabariki sana na awainue. Nimewaambia naitwa Apostle Jane Deborah Peter wa kanisa la God Ministry International Church. Niko Kariobangi South pale Riverbank. Tuko mahali pale, hapo ndipo tunapomtukuza Mungu. Na kama uko maeneo mengine ya mbali bado tuko, lakini tuko hapa ndipo headquarter na tunamtumikia Mungu pahali pale. Na ningetaka pia nikutangazie tuko na ufunguzi wa kanisa letu tarehe 8 mwezi wa 8, yani ni mwezi ujao. Tarehe 8 tuko mahali pale, tutakuwa mahali pale, tutafungua kanisa letu mpya. Na tutakuwa pia na ordination ama kutua mafuta kwa watumishi wa Mungu ambao wameandaliwa kwa sababu ya kufanya kazi ya Bwana. Tumewakaribisha mahali pale, karibuni sana. Ukija mahali pale ni mahali pa kubarikiwa. Haleluya. Tutakuwa mahali pale na ninajua ya kwamba utabarikiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Na ninajua ya kwamba Mungu atapanua mawazo yako, atapanua matamanio ya moyo wako. Kwa hivyo umekaribishwa na usikose kuja mahali pale kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu awabariki sana, na ningetaka niwapatie namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0721 56 11 95. Taka nirudie tena 0721 56 11 95. Ukipiga hiyo simu ni mimi utapata. Na kama una jambo lolote ungelitaka tuliombee ama ungetaka kuongea na mimi private, niko tayari kuongea na wewe, na najua tutasaidiana, na ninajua mizigo yako Mungu ataibeba. Haleluya. Kuja hiyo siku pia na utabarikiwa. Tutakuwa pale na watumishi wa Bwana, na najua utaona neema ya Bwana. May God bless you. Shalom ya Bwana iwe nanyi. Amen. Amen. Shalom.